Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi mtazamaji wetu. Nipende kukaribisha sana katika channel yetu. Na kama ni mara yako ya kwanza basi usisahau kusubscribe. Siku ya leo nakuletea zile mbinu za kuweza kukusaidia kuomba vizuri, lakini pia kuomba kwa muda mrefu. Unajua kuna vitu vinaweza vikakufanya ukashindwa kuomba kwa muda mrefu, lakini pia ukashindwa kuomba vizuri. Umeona? So ukizingatia vitu hivi vitakusaidia wewe uweze kuomba kwa muda mrefu, lakini pia uweze kuomba vizuri na ukaondoka pale una amani yako. Unajua unavyokuwa unaomba vizuri, ukitoka pale kuna kahali fulani hivi, yani unajisikia vizuri. Zingatia mambo haya na yatakusaidia. Jambo la kwanza kabisa, unatakiwa uchague mahali pazuri lakini na mahali tulivu. Sehemu ambayo utakuwa faragha wewe na Mungu wako. Sehemu ambayo haina kelele, sehemu ambayo hamna mtu ataweza kukuitaita, au hamna mtu ambaye ataweza kugonga gonga kufanya. Yaani sehemu ambayo ni tulivu, unakaa, unaomba, unaongea na Mungu wako. Unajua muda mwingine kuombea nyumbani nayo inakuwa ni shida kidogo, maana unaweza ukawa unaomba mara mtu kakuita, mara ukawasha redio, mara ukafanya hivi. Kwa hiyo kunakuwa hakuna utulivu. Kwa hiyo ukipata sehemu nzuri, tulivu, hii inakusaidia wewe uweze kuomba vizuri, lakini pia uweze kuomba kwa muda mrefu. Lakini pia tunaona hata Yesu yeye mwenyewe alijitenga na akapata faragha kisha akaweza kuomba. Tukisoma katika kitabu kile cha Marko sura ya 1 mstari wa 35, tunaona kwamba neno linasema hata alfajiri na mapema sana aliondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Umeona? Kwa hiyo ni vizuri sana tuweze kujitenga pale tunapokuwa na maombi yetu. Lakini pia tukisoma katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 14 ule mstari wa 23, neno linasema naye alipokwisha kuwaaga makutano alipanda mlimani faragha kwenda kuomba. Umeona? Kwa hiyo ni lazima upate faragha, upate sehemu tulivu ili uweze kuomba. Hii itakusaidia wewe uweze kuomba vizuri, lakini uweze kuomba kwa muda mrefu. Jambo lingine unalotakiwa kufanya ni kuchagua muda mzuri wa kuomba. Unatakiwa uchague muda ambao unajua kabisa huu muda ni muda ambao sina shughuli, lakini ni muda ambao siwezi kuhitajika, labda kwa wale ambao walikuwa kazini. Huu si muda ambao bosi anaweza kanitafuta, au si kwa wale waliokuwepo mashuleni, huu si muda labda wa chakula, au si muda wa ratiba zingine za shule. Kwa hiyo unatakiwa uchague muda ambao ni muda ambao hauna ratiba zingine. Hii itakusaidia wewe uweze kuomba vizuri, kwa sababu ukiomba muda ambao si sahihi, utajikuta unaomba haraka haraka ili mradi uweze kuwahi ratiba inayofuata. Kwa mfano labda unaweza ukaamka hata saa 9 za usiku ukaomba, au ukaomba labda majira ambao umemaliza shughuli zako, labda umetoka kazini, umetulia, unaenda kuomba. Unaona hata katika kitabu cha Mhubiri sura ile ya 3 mstari wa 1 na mstari wa 7. Tukianza mstari wa 1 nasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati, kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini pia kuja kusoma ule mstari wa 7 anasema wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Umeona? Kwa hiyo swala la muda ni muhimu sana, unatakiwa uzingatie muda. Omba ule muda ambao unajua huu muda hauingiliani na ratiba zingine, kwamba saa hizi nitahitajika sehemu fulani. Tafuta muda ambao ni tulivu, muda ambao hautaweza kuhitajika na ratiba zingine. Hilo ni jambo lingine la kuweza kuzingatia ili uweze kuomba vizuri na kwa muda mrefu. Mbinu nyingine ya kuweza kukusaidia wewe kuomba kwa muda mrefu lakini pia kuomba vizuri, unatakiwa uombe katika roho. Nena kwa lugha. Unajua unavyonena kwa lugha, hii inakusaidia wewe uweze kuomba kwa muda mrefu, kwa sababu anayeomba pale sio wewe, bali ni roho aliyekuwa ndani yako ndiye anayeomba.
omba. Kwa hiyo hii itakuchukua muda mrefu kuweza kuomba vizuri, kwa sababu huwezi kumzuia Roho kunena. Roho anapoamua kunena ndani yako huwa ananena kweli kweli. Kwa hiyo huwezi kumzuia Roho. Tukisoma katika kile kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 26, neno la Bwana linasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho iliyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kwa hiyo sisi wenyewe hatuwezi kuomba vizuri. Umeona? Tunachotakiwa ni kuruhusu Roho aweze kuingia ndani yetu na kisha aweze kutusaidia kuomba. Unaponena kwa lugha, hii inakusaidia wewe Roho Mtakatifu aweze kupeleka maombi yako mbele za Mungu. Na kama hujajazwa nguvu za Roho Mtakatifu, yani huwezi kunena kwa lugha, jitahidi kuwa na shauku ya kuweza kujazwa na Roho Mtakatifu. Unapotaka kujazwa na Roho Mtakatifu ni lazima uwe na shauku, uwe unatamani kuweza kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Maana usipokuwa na shauku, hutaweza kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Unatakiwa uwe na shauku ili uweze kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na unapoomba hakikisha unaomba kwa Roho Mtakatifu, yani unanena kwa lugha, kwa sababu unaponena kwa lugha Roho anakusaidia kupeleka maombi yako mbele za Mungu. Biblia inasema sisi wenyewe hatuwezi kuomba vizuri, ila Roho yeye anatusaidia kuomba. Lakini pia tukisoma katika kile kitabu cha Waefeso 6 sura ya 6, Waefeso 6:18, neno la Bwana linasema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Umeona? Kwa hiyo Biblia bado inatusisitiza sisi tuweze kuomba katika Roho. Kwa hiyo hakikisha unaomba katika Roho. Hii itakusaidia uweze kuomba kwa muda mrefu, lakini pia uweze kuomba vizuri. Mbinu nyingine inaweza kusaidia uweze kuomba kwa muda mrefu, lakini pia kuomba vizuri, unatakiwa uombe ukiwa umefunga. Umeona? Unapokuwa umefunga, hii inakusaidia wewe uweze kuomba katika Roho na kweli, kwa sababu unajua mwili huwa haupendi kufanya mambo ya kimungu. Mwili siku zote ni mdhaifu. Kwa hiyo unapokuwa umefunga, hii inakusaidia uweze kuomba muda mrefu, kwa sababu unapokuwa umeshiba unakuwa unapata uvivu fulani, unapata uchovu, unapata uzito fulani. Lakini unapokuwa rohoni, unapokuwa umefunga, hii inakusaidia sana wewe uweze kuomba muda mrefu sana. Hata Biblia yenyewe inatuambia kwamba roho i radhi, lakini mwili udhaifu. Bora. Kwa hiyo unatakiwa unapokuwa kwenye maombi, unakuwa una jambo lako fulani la kuombea, hakikisha upo kwenye mfungo. Hii itakusaidia sana wewe uweze kuomba vizuri, lakini uweze kuomba kwa muda mrefu. Unapokuwa unaombea jambo ukiwa umeshiba, hii inakupa ugumu wewe uweze kuomba vizuri, kwa sababu unakuwa umeshiba, mwili mzito, unapata uvivu. Lakini unapokuwa una njaa, tumbo halina kitu, unakuwa upo rohoni sana, na hii inakusaidia wewe unaweza kuomba kwa muda mrefu. Tukisoma katika Mathayo sura ile ya 26 na ule mstari wa 41, inasema kesheni muombe msije mkaingia majaribuni, roho i radhi lakini mwili ni dhaifu. Bora. Kwa hiyo mwili siku zote wenyewe uko dhaifu, lakini roho iko radhi. Kwa hiyo
utese mwili ili roho iweze kunenepa. Kwa unapokuwa kwenye maombi, hakikisha umefunga. Hii itakusaidia sana wewe ili uweze kuomba vizuri. Usiwe kwenye maombi huku. Lakini pia mbinu nyingine itakayoweza kusaidia wewe uweze kuomba kwa muda mrefu lakini uweze kuomba vizuri. Hiyo mbinu inakwambia omba katika mkao unaokupa uhuru na nguvu zaidi. Unajua kuna mtu mwingine anaweza akaomba kwa amesimama, mwingine akaomba kwa amelala, mwingine amepiga magoti, na njia zingine nyingi. Kwa hiyo sasa wewe omba ukiwa umekaa kwa ule mkao ambao umeuzoea siku zote, ambao unakupa uhuru lakini pia unakupa nguvu. Kuna mkao mwingine ukikaa unakuwa kama unaumia, mwingine unakuwa kama unateseka, umejibana. Kwa hiyo wewe amua ni mkao upi unakusaidia wewe au unakufanya unaweza kukaa huru na kuweza kuomba kwa uhuru zaidi. Kwa mfano kama mimi huwa napenda kupiga magoti. Nikipiga magoti huwa ndo ninaomba vizuri. Sasa sijajua kwako wewe, chagua mkao mzuri ambao unaweza kusaidia. Tunaona pia katika Biblia Elia aliomba kwa kukaa chini. Kusoma katika Wafalme wa Kwanza sura 18 mstari wa 42 utaona. Lakini pia tukisoma katika ile Mathayo 26 mstari wa 38 na 39 Yesu aliomba kwa kulala. Tukisoma andiko hili tunaona anasema, ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaenda mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nipendavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu aliomba akiwa amelala kifulifuli. Kwa hiyo na wewe unaweza ukachagua mkao mzuri ambao hautakusumbua. Tunaona pia Ibrahimu aliomba kwa kusimama, kusoma Mwanzo 18 mstari ule wa 22. Mbinu nyingine itakayokufanya wewe uweze kuomba kwa muda mrefu lakini pia uweze kuomba vizuri, unapokuwa upo kwenye maombi, basi weka mziki wa kuabudu, mziki wa taratibu ambao unaweza kukuingiza wewe katika uwepo. Hii inakusaidia sana wewe uweze kuomba kwa muda mrefu, kwa sababu unakuta ule mziki unakuwa upo katika hali ya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo unakusaidia wewe uweze kuomba kwa muda mrefu. Tukisoma katika kile kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 5 kuanzia mstari wa 13 hadi wa 14, neno linasema, hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakisikiliza sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, damu nyumba ya Bwana, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Mbona kwa unapokuwa umeweka mziki huo, basi unakusaidia uwepo wa Mungu uweze kutawala mahali hapo. Basi hizo ndizo mbinu ambazo zitakusaidia wewe uweze kuomba kwa muda mrefu. Zitumie ili uweze kupeleka maombi yako mbele za Mungu na Mungu aweze kujibu maombi yako katika jina la Yesu. Basi nipende kukaribisha sana katika channel yetu. Kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe. Asante mpaka wakati mwingine.